Maana wengine mnajidanganya. Mkiona mtu anaimba hapo anasema mtakatifu, akihubiri mtakatifu, akifanya mtakatifu, amna. Utakatifu anajua Mungu na yeye mwenyewe. Wewe unasema huyu kwa sababu leo amefundisha vizuri mtakatifu. Hatupimi utakatifu kwa kufundisha vizuri. Hatupimi utakatifu kwa kutoa sadaka nyingi ama kwa kuimba vizuri. Utakatifu haupimwi hivyo. Usikariri. Kuna mtu leo kaniambia, mchungaji, bwana alivyo, sikutegemea amefanya vile, anafundisha vizuri, anaongea vizuri, mimi nimemwamini mafundisho yake, lakini anachofanya ni tofauti na mafundisho yake. Nikasema pole. Wewe shika msingi zako, mwamini Mungu. Usikae kwenye miguu ya watu. Usiwabebe watu, watakuangusha. Mbebe Yesu, ndiye mtakatifu. Ukisema kwa mtufai kwa mwalimu mtakatifu na wewe usimama naye, akianguka na wewe umeanguka. Simama na Yesu. Simama na Yesu. Simama na Yesu. Simama na Yesu, ndiye mtakatifu. Fuata Yesu, ndiye mtakatifu. Usifuate mtu, usifuate sikumani wewe paka sema basi Mungu mtakatifu. Hapana. Amepewa nafasi ya kufundisha, sio mtakatifu. Yesu ndiye mtakatifu. Hata yule sasa ufikiri nani? Ibilisi achagua, anamtumia yote yule ambaye kutaka kutumia na Ibilisi. Hata wewe ukitaka kutumia na Ibilisi anakutumia tu. Sasa mafundisho hapa ama kushika maiki hapa vizuri sio tiketi ya kwamba huyu bwana ndo basi akiona mbingu, yani ndo mwenyewe huyu. Sio kweli. Wewe muombe yake tu ili awe salama. Muombe yake Yesu amsaidie, amtakase. Unapokwenda mbinguni na wewe ufike. Lakini nataka niseme Mungu anawapenda wale ambao wako tayari kufanya kazi yake. Wako tayari kumtumikia. Mungu anawachukia wakini Sanbalati. Usiwe Sanbalati kwa kazi ya Mungu. Usiwe mtu anazofisha maendeleo kwa kazi ya Mungu. Tunataka watu ambao wako tayari kujituma na kufanya kazi. Watu hao pamoja na vitisho huku, lakini walifanya kazi kwa moyo, walijitoa. Walitoa fedha zao. Ule mstari wa pili unasema hivi: akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma hawa? Watatoa dhabihu hawa? Mwisho wa siku mstari wa 4 wanasema, sikia e Bwana, sikia e Bwana, watu hao wanatudharau. Wanasema tuwezi kutoa. Hivi kweli wewe usitoe mtu wa Mungu? Uwezi wewe utoe 1,000? Uwezi kutoa 10,000 wewe? Uwezi kutoa 2,000 wewe? Mbona unakubali haya? Anakutukana adui, anasema wewe mzofu, wewe uwezi hata kutoa dhabihu 1,000. Unakubali? Hivi ni kweli uwezi? Mimi nakataa kwa jina la Yesu. Usimananishe nao mimi. Usiniweke hapo. Mimi nitatoa 10,000 na kuendelea. Nitatoa. Kila Jumapili nitahakikisha ninaleta 10,000 na kuendelea. Kila Jumapili. Siwezi kuwa mnyonge kati Yesu yupo. Wakati Bwana amenibariki, siwezi kukubali hizo kauli. Siwezi kukubali na kile Sanbalati ili kazi ya Mungu ishindwe. Siwezi kwa jina la Yesu, nakataa. Siwezi. Kama unakubali wewe, shauri yako. Mimi ni mtu wa maono makubwa makubwa. Mimi naona vikubwa. Taka nipate vikubwa. Taka kumiliki vikubwa. Taka kumiliki vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wa Mungu. Maana Mungu wangu ni mkubwa kubwa, sio mdogo mdogo. Wewe mbaka mdogo mdogo, kaa na maono madogo madogo. Mimi namiliki maono makubwa makubwa, maana Mungu wangu ni mkubwa mkubwa. Na mimi nitaka niwe mkubwa mkubwa kama yeye. Nitaruke kama yeye. Nipae kama yeye. Niwe mtu mkubwa kama Mungu alivyo mkubwa. Sikubali kuwa mdogo mimi. Sikubali adui niumbishe mimi mdogo. Sikubali kwa jina la Yesu. Sikubali kudanganywa. Sikubali kusikia kelele. Sikubali. Tamaa zimewaponza watu wengi leo. Tamaa. Kuna
watu wanaingia hapo wanaona maturubai hapa, hapa hakuna Mungu. Nani amekwambia Mungu anakaa kwenye maturubai? Nani amekwambia? Waambie. Nani alikubali? Kwamba unapo mtu Mungu hayupo, nani amekubali? Nani amekwambia? Mimi sikubali. Maana Mungu wangu nimembeba, ni mkubwa, anakaa kwenye moyo wangu, kwenye kifua changu. Ni Mungu mkubwa, natembea naye na maono makubwa ninaye moyoni mwangu. Maana Mungu wangu nimembeba, ni mkubwa, ni mkubwa. Lazima nijidai, lazima nijivunie, lazima nisimame kwa Mungu wangu mkubwa. Hayo utayatimiza. Mimi sina maono madogo madogo, maono yangu ni makubwa. Wanajua Mungu nimembeba, ni mkubwa, katika jina la Yesu.